Hello. Hello. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Another time. Ruto lies. Another time. For that is his nature, Chidwe. Nasema hivyo kwa sababu nimesikia ya kwamba ameongea kule Nyahururu. Na wale ambao wanamjua Ruto kabla aingie Ikulu wanajua yale ameongea kule Nyahururu ni uongo. Kwa hivyo kusiwe na mtu yote ambaye yako na matumaini ya kwamba kutakuwa na tofauti yote kuanzia kesho. Ruto ambaye tulimjua 2005 ndio tunamjua mpaka wa leo na tumemuona kwa vitendo. Nashukuru kuwa katika kanisa hili. Asante sana mkubwa wa kanisa Apostle Musiri na mwenye tumekuja ibada yake mambo yake Prophet Morolo. Tunashukuru sana and we wish you God blessings and Godspeed as you continue giving the good news. Nitasema machache sana na pengine nianza pale wenzangu wameanza kusema ya kwamba tuko na kijana Alex anaitwa Alex, kijana Alex 24 years old. Huyo aliuawa wakati wa maandamano protests. Tuko na kijana Evans ambaye alipigwa na tear gas sehemu zake za nyeti zikabomolewa. Alipopelekwa Kenyatta hospitali hata madaktari wakashindwa watafanya nini. Alikufa kwa machungu pale wakimwangalia. He was 21 years old only. Kuna kijana tunamsahau pia ambaye alikuwa anaitwa Duati alipigwa risasi kule pande ya Thika, na alipigwa risasi kulingana na vile tunasoma na tunafuatilia hata mambo ya video, na mheshimiwa ambaye anaitwa Kagombe wa kule Gatundu akauawa na tukamsika kule Kinangop pahali ambapo tulikuwa kwa mazishi. Hawa vijana wote ni vijana ambao ni wale ambao tunawaita Gen Z. Na wale ambao hawaelewi, wacha niwaambie, kulikuwako wakati tulikuwa na watu walikuwa naitwa Maumau. Wale Maumau wengine waliwaita terrorists. Wengine wetu tuliwajua kama freedom fighters. Leo hii tumeisikia hawa majabazi wa UDA wakisema ya kwamba hawa vijana Gen Z ni terrorists. Mimi nataka kuwaambia, this is the second generation of Maumau fighters. They are freedom fighters. They are fighting for this country, and in my political life I have never felt the joy I have like today, for the reason that we have now another generation of Kimathis. Hautawafanya wanyamaze hawa. Hawa hawanyamazi na hawaachilii kama hauelewi. Na sisi wanasiasa letu ni kuwapa heshima, kuwapa support na kuwapa nafasi wafanye yale wanataka kuifanya, kwa sababu wanaielewa kuliko vile sisi tulikuwa tunaielewa. Tumekuwa kule, niongea kidogo ya kanisa. Ruto amekuwa kule Nyahururu. Nyahururu ni mjini. That is my home area. Mimi mwenyewe nilikataa kwenda Nyahururu kwa sababu siwezi nikakuwa kule Nyahururu na nikose kusema jambo la kusema ya kwamba Ruto lies all the time. Lakini ile yale tumeona kanisani na ndio viongozi wa kanisa muangalie sasa. Tumeona zile vifaa ambazo zinakuwa kule State House. Unapoingia State House vile unaporwa, unaangaliwa kwa sababu wewe ni mwizi ama pengine unaweza ukafanya maombi kule. Those equipment ndizo zilikuwa zimepelekwa ACK Nyahururu Church. Wakati Apostle Musiri itafika pahali uone ya kwamba wafuazi wako wameanza kukaa kama terrorist, wanaekewa mambo pale kama vile kumefanyikana Nyahururu, ujue sasa tumekosa mwelekeo kama nchi. What was being done to the worshippers at Nyahururu, it is not right.
Kama alikuwa anataka huo mambo kama hayo, basi hiyo kanisa ingepelekwa State House, wafanyie mambo kule State House, instead of making it very difficult for people to worship in Nyahururu. La pili, niseme ya kwamba kama vile pia imetajwa, kuna vijana wa Gen Z wengi wameanza kuokotwa na askari. Wanaangalia following ya kijana, wakiona ni kubwa, anafuatwa na DCI, anafuatwa na NIS. We want to condemn. Let the Gen Z young people free. Let them do what they know best. Mambo ya kuwafuata na kuwaharass, intimidating them with the police, it is not necessary. We condemn it. Na this morning wamemshika daktari anaitwa Justin Omondi. Na daktari Omondi wamemshika tu kwa sababu yeye amejitolea kupatiana medical services kwa wale ambao watajeruhiwa na askari kesho na kesho kutwa. We condemn those arrests. Kama wewe na mimi tuna uwezo, tujitokeze, we support the Gen Z in what they are doing. They are the people. These are the people who are going to help us liberate this country from the disaster that we have in the name of William Samoei Ruto. Mimi nilisoma katika Biblia pale Proverbs 31. Proverbs 31. Kanisa is the voice of the voiceless. Na mimi nataka kusema hivi kwa sababu Bwana Waititu walipoondoka wakaenda UDA. Tumesubuliwa, imebaki mimi na Uhuru. Mliona tukipigwa pale Kirereshwa wakitaka kuchukua Jubilee. Na tulikaa kidete. Na tunafurahia kwa sababu sasa ni kweli watu wanaona wameanza kurudi. Na ni kwa sababu gani? Apostle Musiri niseme hivi. Ni kweli unasikiza crowd kama mwanasiasa. Lakini ukisikiza crowd, wewe pia kuna Mwenyezi Mungu. Useme ya kwamba unasikiza crowd na unafaa fuata pia crowd. Yale yanafanyika leo, Uhuru aliyasema. He said all this kwa sababu alikataa kama kiongozi kusikiza crowd. Yeye amepatiwa hiyo kazi na Mwenyezi Mungu. As you lead people, you are the leader, not the follower. As you listen to the crowd, listen to God also. And if we continue listening to the crowd, we will get another uprising of Gen Z going forward. We are where we are because leaders told us to listen to the crowd. They listened to the crowd, wakatuletea wheelbarrow. Can you imagine Kenya ya kwamba the presidential flag imewekwa wheelbarrow? That is the standard of Kenya, ati tunawekwa kwa wheelbarrow. A symbol of slavery. Now we said it, hatukusikizwa. We are really proud of Gen Z. Wamekuja kutuokoa kwa hii janga. And I want to tell you, it is not easy and it is not going to be over very soon. Hapa tunaongea mambo ya finance bill. Na mimi nataka kuwafafanulia kidogo. The finance bill before us, it is UDA/KK finance bill. Ile chugu yote tukunayo ya mwaka jana na mwaka huu ni ile imeletwa na chama cha UDA na umoja wa KK. Mtu asije kasahau. We are feeling the pain kwa sababu ya manifesto ya UDA. Niko na list hapa ya wale ambao walipiga yes katika Jubilee. Tuko na list ya wale watano peke yao ambao walipiga no kutoka chama cha Jubilee wakiongozwa na mheshimiwa Mark Mweje. Mpigieni makofi. Jana na juzi tumekuwa Nakuru na watu wametuambia kwamba wanataka ruhusa ya kuanza kuokota signatures to recall these members of Jubilee ambao walipiga yes, while we had written a letter to them kama chama kuambia kwamba msimamo wa chama cha Jubilee ni no, reject the finance bill. Walisema wataanza kuokota signature kuanzia na Sabina Chege, nominated person ambaye ameendelea kufanya mambo ni kinyume na chama, na pia akajifanya kwamba anaweza kuja achukue Jubilee aende akauzie UDA. Sasa tunashindwa, ni UDA gani ulikuwa unaenda kuuzia? Ni UDA gani? Ni imekwisha. Hii Waititu wamesema ametoka na wengine wametoka.
Kwa mlima wale ambao walikuwa kwa UDA kama vile Waititi wamesema wametoka, na tunajipanga na tuko sawa sawa. Mimi nafurahi kuona vile mmejipanga na Wiper. Lazima sisi pia tujipange, kwa sababu wakati wa kutoa uamuzi wetu pia unafuata, na track record ya kiongozi lazima iangaliwe mnapochagua kiongozi. We have a good track record ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Lazima tuangalie yale mtu amefanya hapo beleni, wala sio maneno matamu tu ambayo tunayasikia na kuletewa hapa. Nataka kumaliza niwaambie hivi. Kwa hii budget ambayo tunaambiwa miaka 10 Uhuru Kenyatta alikuwa amepata deni ya 6.7 trillion. 10 years. 1 year 10 months Ruto amechukua deni ya 5.2 trillion. 1 year 10 months. He has done 5.2 trillion shillings. Uhuru did 6.8. 10 years. Na tunaona expressway, tunaona SGR, tunaona yale mengine. Hii 5.2 ya Ruto umeona nini? Umeona nini? Mimi nimeona, ngoja kidogo. Nimeona saa yake 55 million. Nimeona ya Sudi 17 million. Nimeona Mchipi 460,000. Nimeona kiatu wamevaa 500,000 shillings. Halo, nimemuona kwa ndege ya milioni 200. Na kila wikendi namuona Sudi amebeba pesa na karatasi ya nylon akipeleka makanisani. The church, Kabindu hayuko leo, Senator wa Machakos. But I like something alisema juzi. Alisema ya kwamba Yesu alihubiri dunia mzima na hakufanya harambee. I'm not saying we don't do it, but the church make sure that these people do not steal in the name of bringing money to the church. It has happened before. We said it. It is now, that's where we are today. Tafadhali, ukiona jenzi wakisema watavamia makanisa, it's because we cannot tell it and things are different. Na mwambieni ya mwisho, Nyahururu huyu ametaja. Moi alipokuwa amefika ukigoni alienda Nyahururu. Alikemewa Nyahururu, akina mama wakatoa guo. Leo Ruto ameenda Nyahururu. Vile amekemewa, mwisho yake imefika. Na there is no going in between. Abadilishe finance bill, asibadilishe, mwisho yake imefika. Don't be lied to. Usiletewe ile laida anasema maidi ya kurukuru ati umeondoa mkate. Huyu mtu aende nyumbani. Aende nyumbani. That is the only thing that we can do as a country, because Ruto is a disaster and all the people around him are a disaster. Do not take anything less than Ruto home. I thank you. Kausho, kuja hapa. Okay. Bwana sifiwe. Kwa majina naitwa